Funze mbinu za kupunguza msongo wa mawazo. Hapa tuelewane, kuna mawazo ni kitu ambacho kinakuja kwa muda mfupi tu na kinaondoka, lakini msongo ni yale mawazo yaliyopitiliza au yale yasiyoisha au yale ambayo yanakuletea shida. Yaani una mawazo mpaka sasa imekuwa shida au kero kwa familia yako. Inaweza kuathiri hata ufanyaji kazi wako, umeacha kazi, umeacha kanisani. Yaani unatamani tu ukae ndani kwako, ujifungie, ukae tu mwenyewe au una mawazo tu ya kujiua. Yaani wewe jifunze namna ya kupunguza msongo wa mawazo au inaitwa stress. Njia hizi wamesema kwamba cha kwanza ni maombi na kutafakari. Kwa hiyo maombi jamani ni kitu ambacho kimethibitishwa kwamba kinaweza kukuondolea msongo wa mawazo. Niliwauliza vijana kwamba ni nani kama mimi akishatoka kuomba, ile umeomba vizuri kabisa, yani umelia, umenaneni kwa Mungu wako, baada ya hapo wewe unajisikiaje? Kuna namna unajisikia vizuri sana kwenye moyo wako. Yaani umetoka umeomba ile umeomba, yani kuna namna unakuwa una furaha hata kama haijalishi hujajibiwa maombi yako. Haijalishi kwamba kwa wakati huo unapitia nini, lakini tu kwamba nimeomba. Kuna mtu tayari nimeshamwangusha mashida yangu. Yaani ile tu mawazo yake kwamba kuna sehemu shida zangu nimezipeleka, basi mimi ninachofanya ni kufanyaje? Kumsubiria tu anijibu. Yaani imekuthibitishwa kwamba inaondoa mawazo kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Sijui nani ambaye kama mimi akitoka kuomba na kuja nisikia furaha sana. Amen. Yaani kuna namna unajisikia furaha isiyokuwa ya nchi. Yaani kwa muda ule unajisikia furaha kweli kweli. Haijalishi baadaye utakutana nini au utakutana nyuma utakutana shida zako hizo ziacha, lakini kwa ule muda ule ambao umeomba unajisikia furaha. Lakini pia kutafakari. Na kutafakari hapa kwa Kiingereza meditation. Maana yake ni kwamba unatafuta utulivu. Sema wewe umetulia, unatafakari. Unatafakari ukuu wa Mungu kwenye maisha yako. Unatafakari yale mambo mazuri ambayo umeweza kufanikiwa. Una mambo mengi unayotaka katika maisha yako, lakini ukumbuke hata tu pale ulipokuwa umekaa, ile pumzi tu unayopumua, kuna watu ambao wanaitafuta kwa shida au wanailipia. Unaweza kunyanyuka pale, unaweza kwenda jikoni, ukachukua maji ukarudi. Yaani ile tu uwezo wa kuweza kunyanyuka, nguvu za kutembea kwenda jikoni, kurudi, ukakaa, unaweza kukuta viungo vyako mwenyewe bila msaada wa kitu au kwa kifaa maalum. Yaani wewe uone kama hizo ni baraka ambazo umebarikiwa. Yaani wewe unaanza kujali mashida yako, yaani mashida yangu tu, lakini kumbe kuna vitu ambavyo umebarikiwa katika maisha yako ambavyo wengine hawajapata. Kwa hiyo jifunze kutafakari ukuu au vile vitu vizuri ambavyo umevipata. Haleluya. Lakini pia kuna njia ambayo imeshauriwa, njia ya pumzi. Ni njia nyingine ya kuondoa msongo wa mawazo. Ukiona kuna jambo ambalo linakutatiza au kuna sehemu unaingia kwa hii sehemu nikiingia ninaona kabisa nina uwezekano wa kupata wasiwasi. Mfano unaingia kwenye interview. Ninaingia sijui leo nimepangiwa nifanye kitu mbele ya kanisa, lakini naogopa wale macho ya wale watu. Nitafanyaje? Mimi wasiwasi wangu naweza kupata nikikojolewa pale mbele za kanisa. Lakini nitafanyaje? Basi unapumua, unafanya kupumua, unaingiza pumzi, unaiachilia. Unaingiza pumzi, unaiachilia. Imeonekana kwamba ni njia nzuri sana ya kuondoa stress au mawazo. Wamesema unatumia njia ya 4S. Kwamba dakika 4 unaingiza pumzi. Yaani sekunde 4 unaingiza pumzi. Sekunde 4 unashikilia. Sekunde 4 unaachilia. Hivyo unafanya kama mara 4 au mara 5. Unashangaa kutoka pale ile hali ilikuwa inakupa wasiwasi inaondoka. Niliwapa shuhuda vijana kwamba nilikuwa na tatizo la wasiwasi hasa tukipanda chombo cha moto, tukipita kwenye yale matuta, hasa yale ambayo yanarusha kweli. Kuna vile kidogo tu vile vya kawaida, ila vile vya kurusha kweli vile. Nilikuwa nikipita pale napata wasiwasi, maana kama moyo unataka kuruka na lile gari au kama ni pikipiki au bajaji. Yaani nilikuwa ninaogopa kiasi kwamba niliona tuta lile pale na niwazisha chochote kile nisiwazi kwamba ninaenda kupita kwenye tuta. Lakini nilianza nakaribia kwenye tuta nikafanya hii njia ya kupumua. Kama ninapumua na achilia pumzi. Napumua na achilia pumzi.
Kadri muda unakwenda naona ule uoga na ile wasiwasi unaondoka. Na hasa nilikuwa nilikaa siti ya mbele ya hicho kula ni gari au nini, yaani unakuta kule wasiwasi, ninaogopa kweli kweli. Naona kama moyo wangu unataka kutoka na ile bambu. Lakini sasa hivi uuliza ni nani anaweza kukaa mbele na wala hana wasiwasi akipita tena kwenye mabambu. Kwa sababu nilijaribu kutafanya hii tekniki ya kupumua ili kuondoa ule wasiwasi uliokuwa unanipata. Lakini fanya kuandika baraka zako. Iandike kwa herufi kubwa ndio, andika baraka zako. Andika kwa siku, haijalishi umepata faida kwenye biashara yako sio, na inakuanzisha kweli bosi atasemaje akija kuchukua hesabu yake. Sijauza kabisa leo kazini naona kila kitu kinaenda ovyo ovyo. Itakuwaje? Lakini sio mbaya. Sijafanya chochote kazini au sijafanikiwa, lakini nimetoka hapa nyumbani na pikipiki au na gari. Nimefika kazini kabisa salama, miguu yangu miwili na mikono yangu miwili. Wangapi hivi leo wako Amana? Wako Mwananyamala Kotemeke, wamevunjika vichwa, wamevunjika miguu, walikuwa wanasema na mimi naenda kazini, lakini mimi nimefika kazini salama. Nimeenda sokoni kwangu salama. Haijalishi sijapata faida sio, lakini kuna vitu nimebarikiwa. Ninapumua. Nikitoka hapa leo sokoni, nina sehemu ya kwenda kuweka kichwa changu nikaegama. Wangapi wanalala chini ya mto, mvua zinawapiga, jua zinawapiga. Kwani mimi ni nani? Sijafanikiwa leo, sijapata chochote cha kunifurahisha sana siku, lakini kuna vitu fulani asio Mungu amenibariki. Kwa hiyo jifunze kuandika baraka zako. Unaweza kuandika baraka, unashangaa kila siku hata yale unapopata mabaya, yaani huyahesabii tena. Kwa kuwa moyo ule wa shukrani unakupa furaha. Haleluya. Haya, point nyingine, hiyo ni mbinu za kupunguza msongo. Epuka matumizi ya dawa za kulevya na pombe kupita kiasi. Nisisema kama tunaongelea haya kwa kanisani, inawezekana kuna watu hapo kanisani huku lakini ni watumizi wa madawa ya kulevya. Mtu akiwa na mawazo, badala ya kwenda kutafuta msaada, anakimbilia kwa njia nyingine ya kumpa ile kemikali ya dopamine. Sasa ndio anapata kwenye bangi, kwenye heroin, kwenye mihadarati, kwenye sigara. Anataka nini? Yaani lengo la mtu kutafuta furaha kwenye namna yote ile ni kutafuta ile dopamine, ile kemikali ya furaha. Kwa hiyo haya madawa yanakuletea dopamine ya nje ambayo wewe unashindwa kutengeneza hapo. Kwa hiyo mimi na shida zangu hapa, sina furaha. Naweza kupiga zangu madawa yangu ya kulevya, sio shida zangu. Ana furaha. Ndio nakwambia, yani madawa ndio yananipa furaha. Yani kusoleta furaha hata ya chakula, hata furaha hata ya nini, sio furaha chochote, yani madawa ndio yananipa furaha. Ni sababu yanampa ile hormone, ile kemikali ya dopamine ambayo ni kemikali ya furaha. Kwa hiyo epuka madawa ya kulevya. Tafuta kutengeneza dopamine ya kwako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe.